Bwana Yesu asifiwe. Leo somo letu la leo, anayetoa ndiye anayezidishiwa pesa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno liliko kitabu cha Luka 18 mstari wa 29 mpaka 30. Ninasoma kwa jina la Yesu. Akamwambia, hakika nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au mke au ndugu au wazazi au wana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, asiyepokea zaidi mara nyingi katika zamani hizi na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Haleluya. Naomba tukae. Neno la Mungu linasema tuutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yatakuja. Mungu amesema hakuna mtu aliyeacha wazazi au watoto au mke kwa ajili ya ufalme wake. Wewe leo amekuchagua ili utafute ufalme wake. Haleluya. Ukisoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, neno la Mungu linasema umtafute kwanza ufalme wake na mengine yote utazidishiwa. Tafuta ufalme wa Mungu, mtafute Mungu. Haleluya. Mtafute Mungu katika sadaka. Haleluya. Namba 2, reference au kumbukumbu. Neno liko kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hapa tunamwona mtu mmoja alikuwa Kornelio akida. Yeye na nyumba yake walikuwa wakimtumikia Mungu, walikuwa wakitoa sadaka nyingi. Kila katika wakiomba wanatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ukiwa unaomba maombi yako, toa sadaka. Kornelio alikuwa akimtolea Mungu, na siku alipokuwa na shida katika maombi yake, Roho wa Mungu alituma malaika wake wakaenda kusema naye. Wakasema Mungu amenituma. Kornelio alivyoitwa aliyeshangaa. Akasema kuna nini Bwana? Bwana akasema kilio chako nimekisikia leo kupitia sadaka zako. Haleluya. Na sisi leo inabidi tuwe kama Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kingine kinachofuata kwenye reference, Malaki sura ile ya 1 mstari wa 6 mpaka 13. Tunaona kumcha Bwana katika sadaka Mungu anapendezwa. Katika hiyo kuna watu, neno hilo kuna watu wanamdharau Mungu katika kumtolea matoleo. Bwana Yesu asifiwe. Usimdharau Mungu katika matoleo. Mungu anasema sadaka yako vilema hawezi kuipokea. Hili neno ukilisoma litakuelekeza jinsi Mungu ambavyo anakataa sadaka. Kuna watu wanatoa sadaka vilema. Katika hilo neno Mungu anasema kumtolea Mungu sadaka ya unajisi madhabahuni. Kwa nini unasema sadaka ya unajisi? Imeandikwa kwenye hii Malaki sura ya 1 mstari wa 6 mpaka 13. Mungu anasema mnatoa sadaka vipofu, sadaka vilema. Mstari wa 13, kilicho kigonjwa. Mungu anasema unatoa sadaka kilicho kigonjwa. Ni sadaka ambayo imechakaa, ni pesa ambayo haifai. Wewe unaona kwamba madhabahuni ndio pa kujifichia. Madhabahuni sio pa kufichia ile pesa yako. Hata ukimpa konda hawezi kuipokea. Mungu anakataa sadaka ya namna hiyo. Tusitoe sadaka vilema mbele za Mungu.